Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wanao amani siku ya leo? Nyosha mkono kabisa kama unao amani. Mimi niko na furaha sana kwa sababu tuko na somo zuri ambalo linaitwa kibali. Andika neno kibali. Naomba tutakwenda kuangalia katika kile kitabu cha Zaburi cha Mithali 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Mithali 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kama kuna mtu amekwisha kupata hapo, basi tunaweza kusoma. Mithali 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Somo linaitwa kibali. Ongeza sauti. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima wa amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe. Zifunge shingoni mwako. Uziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Amen. Tuombe. Jehova Mungu mwenye neema na rehema, asante kwa wakati wa kupendeza na kukubariki. Ninakutukuza Mungu mwenye neema. Asante Bwana. Wakati huu tunakwenda kujifunza. Naomba nipate kibali mbele zako na mbele za watu wako, na neno lako likapate kibali mbele zao, katika jina la Yesu. Amen. Neno kuu la ujumbe huu linaitwa kibali. Sema kibali. Lakini ujumbe wenyewe usiandike kibali. Ukiandika kibali utakosea. Ujumbe unaitwa jinsi ya kupoteza kibali. Tunakwenda kujifunza jinsi ya kupoteza. Hili ni somo. Tujibu kama tulivyojibu kule. Jinsi ya kupoteza kibali. Kibali ni nini? Unajua tunaweza kuwa tunakwenda unasema kibali, lakini kibali uelewi kibali ni nini? Kibali ni taa. Kibali ni nyota. Kibali ni mwanga. Kibali ni ruhusa. Kibali ni kukubalika. Mtu mwenye kibali anapotembea sehemu, watu wanatamani kuwa naye. Mtu mwenye kibali anapotembea sehemu, watu wanajisikia furaha kuwa naye, kwa sababu mwenye kibali ameingia. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokuwa una kibali, chochote unachokifanya wewe unapata neema mbele za watu, unapata kuheshimika mbele za watu, unapata kukubarika mbele za watu. Kile unachokifanya watu wanasema huyo hapa. Hicho ndicho kibali ambacho leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kupoteza kibali. Bwana apewe sifa. Unapokuwa unamwona mtu mwenye kibali, tangu zamani alipokuwepo mtu mwenye kibali, mambo yalibadilika. Akikaa sehemu mtu mwenye kibali, kuanzia watoto wake wanakuwa na furaha, wanakuwa na amani, ndoa inakuwa na furaha kwa sababu kibali. Bwana apewe sifa. Ukiona ugomvi umekuwa mwingi, ujue taa imezima, kibali hakipo. Ukiona unalaumiwa, kibali hakipo. Kwa sababu ukisha kuwa na taa inamulika, taa ile inakuwa inafunika maovu yote, inafunika mabaya, inafunika lawama zote. Mtu ambaye ana kibali ana utofauti na mtu ambaye hana kibali. Mtu ambaye hana kibali anakuaje? Kwanza, mtu ambaye hana kibali, kuku kiibiwa kule, wanasema kaulize kwa Joni pale. Yaani wewe ambaye hujaiba ndio wanakuja kuuliza kwako kwa sababu wewe huna kibali.
Kwako wewe umefungua duka, kwa kuwa hauna kibali, wateja kwako wanauliza kwa jirani, wananunua. Kwako kibali hakipo, taa haipo, furaha haipo. Wakija wanaangalia, unaenda kuchukua na sample za kule unaleta, halafu kwako hawanunui, wanakwenda kununua kwa jirani. Wakija kwako kukuungisha, wanakopa cash walionao, wanaenda kulipa kwa jirani, kwa sababu kibali hakipo. Ukikaa ndani utakuta mpaka watoto nao hawana furaha. Baba hana furaha, mama hana furaha. Pale nyumbani pamepoa. Kama ni kanisa, migogoro, nini, malumbano, hakuna amani. Nini? Kibali. Bwana sapo sifa. Hakipo. Hii ndio tunataka tujifunze leo, jinsi ya kupoteza kibali. Na mimi nimejipanga kuhakikisha kinapotea kwa haraka. Ukielewa vizuri, kinapotea kabisa. Ukipita kila sehemu, watu wanakuzomea, hawakuheshimu kwa sababu hauna kibali. Utofauti wa mtu mwenye kibali unakuaje? Mtu mwenye kibali, tunaona mtu kama Yesu anapotembea, anakuja kiatu kimechafuka. Kwa sababu ya kibali, watu wanakuja kufuta kiatu chake. Lakini ukiwa hauna kibali, wanakuambia unaingiaje na viatu ndani ya nyumba? Vua kule nje. Wewe una kibali, unavulia wapi? Mwenye kibali haangalii nyumba ikoje. Wanafuta wao nyumba, wanafuta na kiatu chako kisije kikaaibika, maana una kibali. Bwana sifiwe sifa. Natamani mtu mmoja awe yeye anapotembea, watu wanasema, "Hebu tufute kiatu mheshimiwa." Bwana sifiwe sifa. Unapokuwa unatembea sehemu, wewe una kibali. Kila jambo unalolifanya, mwenye kibali linaenda. Haijalishi ukiwa na shida, watu wanaandamana kujaa nyumbani kwako kwa sababu ya kibali kinatangaza. Hata wasipotangaza kanisani, jamani kwa fulani kuna msiba, watu watafika, kibali kinatangaza, jamani hapa pana shida, njooni, taa inakuja. Bwana sifiwe sifa. Ukiona kuna mahala hata wakitangaza watu hawaendi, kibali hakipo pale. Yeye amepoteza kibali kwa watu. Nataka wewe ukielewa kwa habari ya kibali, ujue mtu mwenye kibali anakuaje na mtu ambaye hana kibali anakuaje. Unapotembea, kama ni kuimba, wewe unatumiwa nauli uje uimbe, mwenzako anatumia naye aje aimbe, wewe wanakuambia wewe panda nauli yako uje uimbe. Kibali hakipo. Tunataka watu wenye nini? Kibali. Unapokuwa umesimama mbele za watu, lazima uangalie kibali ninacho au sina. Mtu mwenye kibali akigombea udiwani, kibali kinamuongoza, lazima afanikiwe. Akigombea ubunge, lazima afanikiwe. Akienda kugombea urais, lazima afanikiwe. Kibali kinamuongoza. Kwa sababu kibali ni nyota. Kibali ni mvuto. Kibali ni utuwe. Yani watu wanakuona wewe ni wa thamani mbele zao. Watu wanakuona wewe ni mtu ambaye unastahili kuwa na wao, kuambatana na wao. Watu wanajisikia furaha kuambatana na wewe. Watu wanajisikia heshima kuwa pamoja na wewe. Watu wanaona wewe ukiwa una changamoto, wanaona bora wao wachukue mpaka senti ya mwisho ili wewe usije ukaaibika, kwa sababu wewe ni sehemu yao, umepata kibali mbele zao. Bwana sifiwe sifa. Alikuwepo mtu mmoja alikuwa na kibali sana, aliitwa Elia Mtishibi. Alifika kwenye nyumba ya mtu, anasema kwanza nipe mimi nile chakula cha mwisho. Mtu aliona ngoja kwanza mtu wa Mungu ale kwanza. Daudi mfalme anasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki akipata tabu. Kwa maana amepata nini? Kibali. Ukipata kibali mbele za Mungu, mtu mwenye kibali mbele za Mungu, kibali akiangalii makosa. Umefanya makosa mangapi? Kibali akiangalii, chenyewe kinavunja makosa, unapata heshima,
unapata neema, unapata majibu kwa sababu una kibali. Samson alikuwa ana makosa, amekwenda kuoa kwingine, ametolewa na macho, lakini kwa kuwa na kibali mbele za Mungu akasema, Mungu, kwa sababu ya macho yangu naomba nijirudishie kisasi kwa watu hawa. Mungu hakuangalia aliyofanya Samson, angalia kibali cha Samson mbele zake. Wafilisti walikufa watu 3000 pale pale, na Samson akapata kujibiwa na kisasi chake kikapata kujibiwa, na Israeli wakapata heshima kwa sababu ya kibali cha Samson mbele za Mungu. Ibrahimu alipata kibali mbele za Mungu. Mpaka leo watoto wa Ibrahimu wanaheshimika dunia nzima. Wanapotembea Waisraeli, hata shida iweje, Mwisraeli akikaa pale neema inaingia. Kukiwa na njaa, baraka inaingia. Kukiwa na vita, Mwisraeli jibu litapatikana. Waarabu wanajaribu sana kuweza kupoteza kabisa Waisraeli, lakini kwa sababu baba yao walipata kibali mbele za Mungu, na watoto wake wanaishi kwenye kibali cha Ibrahimu. Bwana apewe sifa. Ukishapata kibali, haijalishi maisha yakoje, haijalishi tabu zikoje, katikati ya shida kibali kitakupeleka mbele. Katikati ya mambo kibali kitakupeleka mbele. Katikati ya mambo magumu wewe utapata neema, kibali kitasonga mbele. Hata kama njia zikoje, wewe utapata kibali. Hata mwaka mgumu, kibali kinafungua milango. Ukipata kibali, mpaka mahindi yanakubali. Ukipata kibali, mpaka ng'ombe zinazaa. Ukipata kibali, mpaka biashara zinaenda. Wakongo watasikia, Wazambia watasikia, na watu wengine watasikia. Kibali kitakuongoza, kitawaongoza, nendeni, taa iko pale. Kwa sababu kibali kinawaka pale. Kwa sababu ya kutafuta kibali, watu wamekwenda kwa waganga wa kienyeji, wameogeshwa na dawa huko, wamefanywa na vitu vibaya, wametoa na sadaka ili wapate kibali kilichopotea. Unaweza ukauliza, hivi kibali kinakuaje? Sitaki twende mbali sana, ili kabla hujaelewa, nataka nifundishe vizuri sana kwenye eneo la kibali. Kila mtu anazaliwa na kibali. Ukishaona umezaliwa, una kibali mbele za watu, una kibali mbele za Mungu. Na ndiyo maana kila mtu anayezaliwa duniani, anapozaliwa tu anazaliwa na baraka yake. Unakuta wamama, hata maadui, wanabeba chakula, wanabeba mavazi, wanabeba na fedha, wanakuja kumpa aliyezaliwa. Anayezaliwa azaliwe na adui. Adui ni shetani tu. Anazaliwa na kibali duniani. Lakini unapozidi kukua, ndio unazidi kwanza kupoteza kibali. Bwana apewe sifa. Kibali kinapoteaje? Ili uanze kupoteza kibali, nataka watu kadhaa hapa nitawaombea wanaotaka kupoteza kibali waweze kupoteza. Namna ya kupoteza kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Huyu tuliyesoma ni mfalme Suleimani. Huyu ni mtoto wa Daudi. Yeye aliomba hekima mbele za Mungu, akapata hekima, si ndio? Baada ya kupata hekima, ikamuongoza kufanya mambo makubwa. Alikuwa na kibali dunia nzima. Alikuwa na kibali mbele za Mungu, akipiga magoti kuomba mpaka wahudumu wanashindwa kuja kuhubiri kwa sababu kibali cha mfalme kimetamalaki. Amepata kibali mbele za Mungu. Amepata kibali kwa wafalme wote duniani. Watu waliona dhahabu hazina thamani mbele za Sulemani. Walibeba kutoka Afrika, kutoka Asia, kutoka Ulaya, wanazipeleka kwa mfalme Sulemani. Bwana apewe sifa. Mtu mmoja watakuja watu kutoka mbali, fedha zitakujiria, magari yatakujiria, chakula kitakujiria, heshima itakujiria, mambo mema yatakujiria. Haijalishi wakati wa jua, wakati wa mvua, wakati mzee, wakati kijana, mambo mazuri yanakujiria. Kwa maana umepata kibali mbele za Mungu, unapata kibali mbele zao.
Bwana Yesu apewe sifa. Neno la mwenye kibali linavunja ngome. Neno la mwenye kibali haliwezi kuhukumu. Neno la mwenye kibali halirudishi makosa. Mtu mmoja akamfuata Yesu akasema, mheshimiwa, umepata kibali wewe. Neno lako likinena, mtu wangu atapata kupona kule. Neno lako ukinena, mtu wangu kula napona. Naomba utamke neno tu, mimi napata kufunguliwa. Usikanyage kwenye nyumba yangu, maana naamini neno lako lina kibali. Magonjwa yanachua, shida zinachua, tabu zinachua, mambo yote yanasubiri neno lako. Na mimi nimefuata neno. Tamka neno na mimi maisha yangu atakwenda kubadilika. Anayeumwa atakwenda kupona kwa sababu ya kibali cha neno lako. Mbingu zimejua. Amen. Mbingu zinajua wewe unayezungumza ni nani. Ukizungumza wewe kibali chako, mbingu zitafunguliwa. Wanaolia watanyamaza. Walioshindwa wataanza kuweza. Waliokata tamaa watapata nguvu, kwa sababu umezungumza wewe uliyepata kibali mbele za mbingu. Na umepata kibali mbele za watu. Naomba utamke neno. Mtu mmoja anajua hapa atakwenda kutamka neno na mambo yatakaa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu, wewe ukifika mbele za watu unaonekana ni wa thamani. Watoto wako akipita kule wanasema huyu ni mtoto wa Siame. Mtoto anapata heshima bila kujali yeye amefanya nini. Kibali cha baba kinampa heshima mtoto. Kibali cha yeye kinafanya anakula, anaishi, anavaa, anapotembea barabarani heshima inakuwepo. Ukiwa unatembea barabarani njiani, mtu mwenye kibali, uko barabarani unatembea, mtu mmoja akakupa lifti, kuambii kaa nyuma, anawaambia watoto rudi nyuma, mwenye kibali akae mbele. Sio unasema gari imejaa, kata kwenye buti kule. Wewe una kibali. Kibali unakaa mbele, unavunja kishoka, unavimba. Alafu unamwambia mnataka nifike pale. Gari linabadilisha mwelekeo, linakwenda unakokwenda mwenye kibali. Bwana apewe sifa. Simama nile, ngoja nichimbe dawa. Gari linasimama. Sio wewe gari linaongoza paka, yani anapotaka yeye dereva simame. Mwenye kibali haangalii gari la kwake, gari la nani. Kibali kina thamani kwa mwenye gari pamoja na gari lake. Kibali kinakuongoza. Nyota inakuongoza. Mvuto, unapata heshima mbele za watu, unakubalika, unapata thamani popote unapokaa, popote unapokanyaga, popote unapotembea, popote unapoishi. Chochote unachokifanya kinakuwa cha thamani kwa sababu wewe una kibali. Wewe una mafuta. Mbingu zimekukubali. Ni nani atakayekukataa? Haiwezekani. Ukikaa ndani, mke alikuwa haelewi na pia kelele. Ukiingia mwenye kibali, anasema baba umekuja. Bwana apewe sifa. Kila kitu kinakaa salama. Kwa sababu, sikilizeni watu wa Mungu. Unaweza watu wengi hawaelewi sana, hawaelewi. Isaya anasema inuka uangaze, maana nyota yako imekuja. Ilikuwa wapi? Imekuja. Ndio na mimi nimekuja hapa, nataka nikuonyeshe kibali. Nyota yako iko wapi? Imepotea au ipo? Unataka utaki? Kama utaki utakaa kule. Wanaotaka watakuja hapa na nyota yao itawarudia. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo sio kwa sababu hayapo huyaoni ukajua hayapo. Yapo. Umeme hauonekani lakini wamewekea njia, upo. Mapepo hayaonekani lakini tunaona watu wameshikwa na mapepo, yapo. Ndoa zimefungwa, maisha yamefungwa, mioyo inalia. Ni kwa sababu kibali kimeondoka. Wakati mwingine huwezi jua ni nani ameondoa kibali. Anaweza kawa mtu wako wa karibu, anaweza kawa ni nani,
anaondoa kibali chako. Mimi nimekuja mahala hapa nikuonyeshe kibali jinsi kinavyoweza kurudi, na kikirudi unakuwa mtu wa namna gani. Ukinyosha mkono uzungumze mbele za watu, kama una kibali wasema wanaangalia mtu mwingine ni nani azungumze kwanza. Akikosekana ndo wanakupa wewe. Lakini kwa sababu kibali kipo kwanza, hata wakinyosha wengine wasema fulani wewe uzungumzi kwanza, wataka neno kutoka kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tunapokwenda kuangalia kibali, jinsi ya kupoteza kwa sauti, jinsi ya kupoteza, tunaanza jinsi ya kupoteza kibali kwenye ndoa. Uwe mtu wa namna gani? Kama ni mwanaume upoteze kibali kwenye ndoa yako. Unapotezaje kibali? Anza kufanya mambo madogo madogo yale. Wanawake wanapenda kujaliwa sana, wanapenda kusikilizwa sana. Wewe puuzia tu kila kitu.